muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani. Ni saa 12 majirani ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye muktasari wa shajara. Langu jina John Bosco na Teleng. Wakazi wa mji wa Marsabit wamefanya maandamano leo kulalamikia kifo cha Abraham Arbe, mwana bodaboda aliyeuliwa kinyama katika eneo la Arobota nje kidogo wa mji wa Marsabit usiku wa Jumatatu. Wakazi hao wakizungumza na waandishi wa habari mjini Marsabit walipokuwa wakiandamana wakiwa wamebeba mwili wa marehemu, wameonyesha masikitiko yao kutokana na kifo cha kijana huyo aliyekuwa akisaka riziki jioni. Wakazi hao pia wameshutumu idara ya usalama jimboni Marsabit, haswa afisi ya kamishna, wanaodai kuwa ilipuuza kilio chao cha kutafuta haki ya mwenda zake. MCA wa wadi ya Marsabit Central Jack Elisha amekemea kifo hicho akisema kuwa maisha ya kijana mdogo yamepotezwa na uhalifu kwa njia ya kinyama. Amekosoa pia kamishna wa kaunti James Kamau kwa madai ya kutowasikiza waandamanaji. Kauli yake imesisitizwa na MCA wa Helu Manyata Siba Aila. Mwenyekiti wa kamati ya amani katika bunge la Marsabit Tura Ruru ameomba wananchi wa Marsabit kutokubali kupiganishwa kwa msingi wa kikabila na wahalifu wachache. Viongozi wa kisiasa wameonya vikali dhidi ya uchochezi hapa katika kaunti ya Marsabit. Ni onyo ambalo limetolewa na kamishna wa kaunti ya Marsabit James Kamau, ambaye amezungumza na wanahabari ofisini mwake baada ya kuzuru eneo la mkasa ambapo mhudumu mmoja wa bodaboda aliuawa na wahalifu wasiojulikana kwa kudungwa kisu mara kadhaa. Mkasa huo ulitokea katika eneo la Arobota lililoko katika location ya Dakabaricha, eneo bunge la Sako, kaunti ya Marsabit, na ambapo bodaboda yake iliibiwa. Kamishna ameonya wanasiasa dhidi ya kuhusisha siasa kwenye masuala ya kiusalama katika jimbo hili. Kamishna Kamau ametoa hakikisho kuwa wananchi kuwa uchunguzi utafanyika na uliohusika na mauaji hayo watakamatwa, huku akisema kuwa idara ya usalama itawatambua wahalifu wote katika mji wa Marsabit na kuchukuliwa hatua madhubuti. Ipo haja ya serikali ya kaunti ya Marsabit kuangazia masuala ya elimu ya chekechea ECD katika eneo la Loyangalani. Haya ni kwa mujibu wa msimamizi wa shirika la World Vision eneo la Loyangalani, Jarso James, akizungumza kwenye kongamano lililoleta pamoja washikadau wa elimu kutoka idara ya elimu kaunti ya Marsabit pamoja na wawakilishi wadi ambayo ilifadhiliwa na shirika la World Vision. Jarso amesema kuwa watoto katika eneo la Loyangalani wanapitia changamoto nyingi katika kusaka elimu ya chekechea. Jarso amesema kuwa watoto wengi wanakosa kuenda shule kwa sababu ya kutokuwa na madarasa ya kutosha pamoja na walimu wa kuwafunza, huku akiwarai washikadau kuungana ili kutatua kero hilo. Eneo la Loyangalani linahitaji zaidi ya walimu 12 wa chekechea almaarufu ECD ili kuimarisha elimu katika eneo hilo. Haya yamebainika katika kongamano lililoleta pamoja washikadau wa elimu jimboni Marsabit pamoja na wawakilishi wadi iliyofadhiliwa na shirika la World Vision. Kwa mujibu wa mwakilishi wadi wa Loyangalani Daniel Emojo, ni kwamba walimu 12 wanahitajika ili kuinua hadhi ya elimu katika eneo la Loyangalani, kwani shule nyingi za chekechea katika eneo hilo zina uhaba wa walimu. Kwa upande wake, waziri wa elimu kaunti ya Marsabit Ambaro Abdullahi Hali ni kwamba watawatumia wanafunzi wa nyanjani almaarufu interns ambao wamekuwa wakihudumu katika shule tofauti eneo la Loyangalani kama suluhisho la muda mfupi, huku wakitarajia kuajiri walimu zaidi ya 100 katika mwaka ujao wa kifedha. Wanafunzi wa nyanjani maarufu interns katika kaunti ya Marsabit wamelalamikia kile wamekitaja kuwa ni kuhangaishwa na serikali ya kaunti na kudinda kuwalipa mishahara yao baada ya wao kukamilisha kipindi chao cha kuhudumu. Wakizungumza na shajara ya Radio Jangwani kwa njia ya simu, wanafunzi hao wakiongozwa na Mohamed Wako kutoka Moyale wamelalama kuwa idara ya fedha jimboni Marsabit imekuwa ikiwazungusha na kudai kwamba hajawapa orodha kamili ya wanafunzi wanaofaa kulipwa, huku idara ya elimu ikitaja kwamba iliwasilisha orodha hiyo mnamo mwezi Septemba mwaka jana. Wako ameweka wazi kwamba bado kuna wanafunzi ambao wanadai serikali ya kaunti mishahara ya miezi 5, wengine miezi 4, huku wengine wakidai serikali ya kaunti mishahara ya miezi 3. Wizara ya elimu inalenga kujenga maabara 1600 katika shule za upili, ikiwa ni mojawapo wa maandalizi ya kuhakikisha kuwa mazingira bora ya wanafunzi wa grade ya 9 watakaojiunga na shule ya upili za daraja ya juu mwakani. Akizungumza mjini Mombasa, katibu wa elimu ya msingi Daktari Bilio Kipsang amesema kwamba hatua hiyo ni ya kujaza mwanya wa ukosefu wa maabara katika shule hizo 1600 za kutwa.
Ni muktasari msikilizaji, mengine hapo itimia hapo saa 1 jioni. Langu jina Jean Bosco na Teleng. Huu ni muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani.